wale waona kama wana wa Israeli ambao walikuja enzi za Yosefu, wakasema hawa ndio tutawatumia, kwa sababu hawakutaka waongezeke sana ili wasije wakafanya mambo ya kupindua serikali, lakini wakati huo walitaka wawepo daima wafanye kazi ngumu mashambani huko karibu na bure. Sasa katika hali hiyo wana wa Israeli wanamlilia Mungu, wanamwambia Mwenyezi, sisi watoto wako taifa teule na tuache kuteseka hivi? Ndipo Mungu anawaamua Musa na Aroni waende kwa mfalme wa Farao, wamwambie Mungu anataka watu wake waondoke warudi katika nchi ya haki. Farao anataka. Basi Mungu anamletea majaribu mbalimbali, mara ya utamu, mara jura, mara nini, bado moyo wake ukawa mgumu. Sasa Mungu akasema, sasa huyu kiboko yake ni kitu kimoja, kifo. Lakini kabla Mwenyezi Mungu hajamtuma malaika ya kuua wazaliwa wa kwanza, anamwambia Musa hivi, nenda kawaambie wana wa Israeli, tarehe fulani kusoma kwanza nitamtuma malaika wake, na kazi yake ni kuua wazaliwa wote wa kwanza wa watu wa ng'ombe wa mbuzi, lakini wale wa Misri tu. Akamwambia ili malaika huyo ajue nyumba ipi ni ya Misri na nyumba ipi ni ya Myahudi, lazima mchukue mwana kondoo, familia moja mwana kondoo, kama ni watoto familia pamoja, mumchinje hiyo siku ile kondoo, siku hiyo, na damu yake mpake kwenye frame ya mlango, ili malaika atakuja ndipo akiwa na ile damu atakipiliza kitu cha sawa. Na ndicho kifanyika. Msikie sana somo la kwanza sinaanza kueleza. Mwisho wa siku kweli kifo kikatokea. Farao aliposikia watu wake wamekufa, moyo ukalegea, akawaruhusu kuondoka. Na kwa kitendo hicho wana wa Israeli wakapata uhuru, wakaondoka Misri, wakaja mpaka jangwani, ndio wanajua wakakaa miaka 40 pale wakipushwa na Mungu, na baadaye wanaingia nchi ya ahadi. Sasa wanapofika nchi ya ahadi, wanagawana makabila 12 na makabila yake, wanalima, wanafuga, wanapata